kule kwetu nchini Kenya. Na nikakumbuka katika sehemu sana kule ama katika upande wa Ufa. Hasa katika kule milimani kule kwenye Kirieta kule. Ile vulkanisi ama ile volkani iliyoko isatu. Na kuna jambo limetendeka juzi kule kwetu Kenya wakati mlipoona bahari zote ama maziwa ya Lake Naivasha, Lake Nakuru, Lake Ruto, Bogoria, zile katika 5 lakes ambazo tunapenda katika Rift Valley, zote zilikuwa interconnected. Na maji mliona ziliweza kufurika mpaka hata wakaaji wa bonde la Ufa wakawa na wasiwasi kwa sababu hawakuweza kuelewa ni jambo lipi linalotendeka. Na basi baada ya kuendelea kufanya utafiti tena, waliona kana kwamba kuna chocho kali sana inatoka kule chini, na hila hawakuelewa. Lakini walipoendelea kufanya upelelezi, hata walikuja kushtuka ya kwamba zile lake zote za kule Naivasha, Nakuru, Kikaringo, Bogoria, zote hizo maji zote zinapeleka mpaka kule baharini India ama Indian Ocean. Vile zinalipeleka mahali zinapitia hakuna anayeelewa, lakini kuna underground. Na basi ikawa wametoa tahadhari ya kwamba ende ikawa vulkanisi hiyo vulkani itakuja kufika wakati itakuja kurelax kama vile ilivyokuja kuwa kule sehemu za Kongo kule. Na wakati kipindi kile walipokuta kwamba imekuja, hakika hata wewe kila mtu ni kwamba kila mtu anakimbia maisha yake. Ule mama angelisaidia ule mumewe, lakini angeliweza kwa sababu ya umri ule. Na hili ni jambo ambalo lilikuja kwa ghafla, hakuna mtu ambaye alikuwa amejua ili waweze kujiandaa, ili waweze kusaidiana. Niliangalia kama kipindi nyakati za huzuni ama kifo cha huzuni kwa ajili ya Bwana aliyelala. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba bila shaka kwa kweli mahali ambapo tupo kwa leo, wasomi wametatanishwa, wameshindwa ni litakalofuata. Basi wale wanaoitwa ni madaktari, hata nao pia wameshindwa. Ni jambo lipi linalokuchia ulimwengu? Walimu ama walimu wanaofunza hata nao pia wamechanganyikiwa. Sasa hata wachungaji wamechanganyikiwa. Ni jambo litakalo kuchia ulimwengu. Sasa ndugu Omburo, ningependa tu nikukate. Ni matayarisho ya kuandaa zote tuwe tayari aje kurudi kwake. Maana yeye alisema kabla hajaja kuna mambo mengi baada wakati yatakayotokea, ili sio kwamba mwisho umekuja, lakini ni mwanzo. Hebu angalia bila aliangalia mzee wa Karunia, inawezekana mama ama wewe ushuhudie watoto wako wa dunia katika hali. Ni jambo la huzuni, kifa ambalo hutaweza kusahau. Ni kitendo ambalo alitoka katika kinywani ama katika majoni mwako kwa urahisi. Kumalizia ni kwamba tunapaswa tujiandae kwa kuwa lolote laweza kutokea. Lolote hatujui ni nini, lakini kweli ni huu. Lolote ama jambo lolote linaweza kutokea. Hiki ni kipindi kigumu ambacho tunaelekea kumwona Yesu wetu akitembea kutoka kwa nyumba ya huruma, akitoka kuja kuchukua twende kupumzika.
Sasa Omburo, kabla nikuachilie, najua muda umeyoyoma sana na nilikuwa nimetamatisha kipindi changu. Naona hapa magazetini wananiambia huko karibu kuja. Labda tungeongea kuhusu mengi. Naona jaji anayeingia anasema kwamba she will take corruption head on. Najua ni mambo mengine yanazungumziwa, lakini yamezungumzwa hapo awali. Lakini nataka tu tusalie katika hilo tendo ambalo unaona mama anataka kusaidia bwanake, lakini kwa ajili ya uwezo umemtoka kwa sababu ya umri wake umeenda sana. Amekomaa kiumri miaka 68 na anashindwa tu kumsaidia kwa sababu hana nguvu, hataweza kumbeba. Lakini yule bwanake akaungua, akachomeka vibaya na hadi akafariki. Sasa ni utu umetutoka, ama kila mtu anatoroka tu kusaidia maisha yake, hakuna mwenye angemsaidia, sijui namna gani. Sasa katika hali hii ya ulimwengu, sijui ulimwengu umetufikisha wapi? Na katika hali hii inaonekana kwamba wakati ambapo tumefika ni kila mtu ajisaidie, ama unaonaje? Hakutakuwa na usaidizi kutoka mahali popote? Usaidizi upo. Kama utaangalia your kamera ndipo sasa nikuone vizuri. Yes, usaidizi upo. Yes, usaidizi upo. Kuna kesi moja cha yule mama aliyekuwa aliacha mtoto kwa nyumba yake, akaenda kuleta maji, na alipokuwa picha akaona moto ukiwa unaendelea kuungua, nyumba ikiendelea kuungua. Alimwaga maji na kukimbia bila kujali ya kwamba moto huko. Yeye alikimbia mbio mpaka akaweza kuchukua mtoto, na mwishowe akaokoa maisha ya mtoto, ijapokuwa mama alichomeka sana. Ni upendo wa hali ya juu mama aliyokuwa nayo. Na mama hakusema kwamba hakuna upendo kwa mumewe. Ni kweli upendo wake ni kwamba alitaka aweze kumsaidia mumewe, lakini akalemewa na uwezo wa kimu na ama nguvu katika maombi yale. Hiyo ni sawa. Hiyo haikuwa kwamba alifanya kimakusudi, ni vile alivyolemewa. Lakini hata hivyo hakuna mzuri alipiga majirani waweze kutokea na kwa kweli waweze kumsaidia. Hapo hatuwezi kuelewa. Lakini walipokila mmoja alipoona ya kwamba umetokea forikano, kila mtu aliomba kwamba Mungu wangu nisaidie. Mahali itakapofika unifikisha haraka uwezekanavyo. Hiyo ni kumaanisha hili ya kwamba watu tumekuwa wa binafsi, kila mtu anajiangalia yeye mwenyewe. Hakuna mtu upendo ule ambao unaweza kuunganisha sote pamoja, tuhurumiane sisi kwa sisi. Hatuna upendo ulitoweka kitambo. Na ndio unaona nchi kama ulimwengu umekaa vile ulivyo. Wow. Ni mambo ya ajabu, na ni kweli kila mtu we are growing to be more selfish. Vile siku zinaendelea kusonga, watu tunaendelea kuwa wabinafsi sana. Na nikitazama, nilikuwa nasoma kitabu cha Timotheo, nikaona kwamba hiyo ni ishara katika nyakati hizi za mwisho. Sijui neno lako la mwisho kwa watazamaji asubuhi ama jioni ya leo. Neno ambalo ningeliweza kuwacha wapendwa ama wasikilizaji, hasa katika mashabiki wetu wa hii redio ya Global Radio, ni kwamba ingawa tunakuta hela tunasikuta chameni, hata kama hatujafika kiwango ya kuamua kwenda kanisani kumrudia Bwana. Najua wengi tuliamua tutafuata kumtumikia Bwana, lakini kwa sababu changamoto ni nyingi katika ulimwengu, tutaweza kurudi nyuma. Hebu tuweze kurudia Bwana katika zile njia za zamani, yale mapito ya zamani tuyarudie. Maana wapendwa, bila shaka waje niwaambie, kifo jamani ilikuwa ni cha thamani, kilikuwa hakipatikani haraka hivi ama kwa urahisi. Ulikuwa unasikia mtu mmoja amekufa hapa, mwingine amekufa upande ule. Lakini leo hii
kila kijiji, kila nyumba, kila mchi kuna kifo. Marafiki, majirani, wa relatives wote unasikia siku kwa siku kifo. Hakuna simu tunazopokea hapa za salamu. Unapokea simu ya kwamba fulani amelala. Hii inamaanisha nini? Ya kwamba hata na wewe na mimi tunapaswa tuweze kujiandaa. Itakapofika siku ile ya kulala, unalala usingizi mnono ndugu yangu, ukingojea siku ile paragumu na rumbete itakapopigwa lie, utajitokesha kwenye kaburi pale ukiandamana pamoja na Kristo tukielekea nyumbani. So kiliopo kubwa kabisa wapendwa, hata kama kwa huko umeamua ya kwamba sasa hebu nichukue muda wakati ninakula na naponda maji. Mungu kuna wakati wa kuponda maji sasa. Hamna wakati wa kutafuta mali, ununue magari, ununue majumba, ununue mashamba. Hakuna wakati wa sasa. Wakati tulio nayo ni kipindi cha ziada. Tumepewa kila mmoja jioni ajiandae kwa haja ya kukutana na Bwana. Hilo ndilo tungelipenda kuwajia wasikilizaji wapendwa, na hasa nikiwahusia ya kwamba weze kujiandaa na tusupport hii radio ya Abaguzi Global Radio ili endelee kutuletea makala mengi na kutufahamisha yapi yanao katika ulimwengu huu ili yaweze kutuandaa tukiwa tumekaribia kwenda nyumbani kiasi. Naam, asante sana Yuvinalis Omburo kutoka kule Seattle, Washington. Asante kwa ujumbe wako ambao tumeupata, na ni kweli watu wamekuwa na ubinafsi, watu wamekuwa na uchoyo, na wala ambao wajiwezi tunasema kwamba hapa kwamba mwenye kudhulumu ni kama ule wakati maneno haya yatasikika kwamba mwenye kudhulumu azidi kudhulumu na mwenye kutakaswa azidi kutakaswa, kwamba kila mtu anatenda kile ambacho anaweza kukitenda na sua kila mmoja anajifikiria yeye mwenyewe. Kuna jumbe ambazo mmeniandikia hapa, ningependa nisome tu kwa ufupi kwa sababu ya muda wangu uliyoyoma kitambo. Naomi Nyamuita anasema hapa, na Rauka na Moses Omoshi Osiango, asante sana, na Jared Mose na Morini Bitutu na Jones Maina, na Rauka na Eliude Ongwara Moriasi na Nancy Onyoni. Asante sana, endelea kutuandikia ujumbe na tutaweza kusoma katika mipangilio ambayo inafuata. Lakini kwa sasa nimefurahi kwa sababu umechukua muda wako kunitazama na kuwa pamoja nami, na ni wakati unajua wa ajabu sana ambapo kila mtu anajifikiria kila mmoja anajifikiria, anasema kwamba mguuni ponye. Kuna mambo mengi ningependa kuyaongea, lakini ni saa 5:30, nimepita muda karibu dakika 30 hivi, na ningependa tu nikusihi endelee kutizama AGR, endelee kuwa pamoja nami, na